mikakati 8 ya kuondoa vizuizi vya uchumi. Nini maana ya mkakati? Ni mpango maalum wa kufanikisha malengo ya jambo fulani. Ni njia zinazomsaidia mtu kufikia malengo ya jambo fulani. Kwa maana hiyo, lengo la kipengele hiki ni kuongeza kiwango cha maarifa ya uchumi ili kudai uhuru wa uchumi wako. Maana yake ni nini? Huwezi kudai uhuru wa uchumi kama kiwango cha ufahamu wako kiko chini. Utafikiri uko sawa, utafikiri ndivyo Mungu alivyokusudia uwe, utadhani ndivyo Mungu alivyodhania uwe, lakini kumbe ni kile kiwango chako cha ufahamu kiko chini. Ndiyo maana unalazimisha kukubaliana na mazingira kulingana na ufahamu. Kwa unapoongezeka ufahamu, ndani yako ni lazima iibuke hasira, ujasiri, madai ya uhuru wa uchumi wako ili upate kuongezeka, lakini pia udumu katika viwango vyake. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninaomba nivitaje, alafu baada ya pale nieleze vichache. Usisahau kitabu cha uchumi kipo na vitabu vingine vipo. Bwana Yesu asifiwe. Mkakati wa kwanza wa kuondoa vizuizi vya uchumi ni kupokea nguvu ya kufanyika mchumi. Receive the power to become economist. Neno hili linapatikana wapi? Kwenye Kumbukumbu la Torati sura ya 8 mstari wa 18. Biblia inasema, nawe utamkumbuka Bwana Mungu wako akupae nguvu za kupata utajiri. Nisikilize. Utajiri ni zao la uchumi. Huwezi kuwa tajiri bila kuwa mchumi, bila kuwa mzalishaji, bila kuwa msambazaji, bila kuwa mbunifu. Maana kuna makundi 4 kwenye mfumo wa uchumi. Kuna kundi la kwanza, wazalishaji, producer. Kuna kundi la pili, wasambazaji, wanaitwa supplier. Na kuna kundi la tatu, wabunifu, designers. Hawa wabunifu wanaweza kufanya kazi ya kuichukua bidhaa na wakaiongezea value, wakaiongezea thamani. Mfano, mtu ameenda sokoni, amenunua shuka, akadalisi ile shuka, akaiongezea thamani, halafu akaipandisha bei na ikanunuliwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa huwezi kuwa tajiri kama ujawa mchumi. Na kuna lugha zingine naomba niwasaidie baadhi ya watumishi wenzangu wanaonifuatia kwenye mitandao. Hii lugha ya kusema pokea magari ame ni sawa, lakini hakuna gari linalotoka mbinguni. Likitoka mbinguni utalikimbia. Hujanielewa? Hakuna gari linaloweza kutoka mbinguni. Likitoka mbinguni utalikimbia, utaliendesha. Pamoja na kwamba utaambiwa upokee magari, bila kuwa mchumi, mzalishaji, utaendelea kutamani kupokea mpaka mwisho wa dunia. Lakini vile vile huwezi kuwa tajiri kwa kusaidiwa, kuchangiwa, kubebwa. Ile misaada haiwezi kukutajirisha. Inakutatulia sehemu ndogo sana ya shida zako. Na mwisho wa siku wanaokubeba watachoka, maana nao ni binadamu, wana akili zaidi ya wewe. Mkakati wa pili, kwa rasilimali zilizotolewa kwako. Neno hili tunalipata wapi? Kwenye Ayubu sura 42 ule mstari wa 10. Baada ya Mungu kuondoa uteka, alimrudishia Ayubu mara 2 ya mali zake. Akawa na mali nzuri zenye thamani ya pesa ya Kitanzania zaidi ya trilioni 1.6. Akasema, akamrejeshea. Nini maana yake? Maana yake adui aliua mali za Ayubu. Maana yake akazihamisha kwenye ulimwengu wa kawaida,
akazirudisha kwenye ulimwengu wa roho. Mungu aliporudi alizitoa kwenye ulimwengu wa roho akazileta kwenye ulimwengu wa kawaida, zikawa na ubora zaidi ya zile za kwanza. Kwa hiyo nguvu ya urejesho, kuna vitu vingi umepoteza kwenye mazingira ya kutatanisha na kwenye mazingira ya kawaida, lakini unaposoma Biblia inaeleza kwamba ukikaa sawa sawa, Mungu anakurejeshea. Mkakati namba 3, kuingia kwenye majira ya uzalishaji kwa vitendo. Unaposoma kitabu cha Mwanzo sura ya 41 mstari wa 37 hadi 57, Biblia inaelezea kwamba Mungu alimwambia Yusufu anatoa majira ya uzalishaji miaka 7. Itakapoisha miaka 7 hakutakuwa na mvua itakayonyesha. Miaka 7 mingine hapatakuwa na uzalishaji. Na neno hilo lilikuwa ni siri ya Mungu kwa Yusufu kwa ajili ya taifa la Misri. Ndio maana ule mstari wa 56 hadi 57, yale majira ya miaka 7 yalipotoweka, mvua zilikata zikunyesha. Mataifa yaliyozunguka taifa la Misri yalibidi yakimbilie kwenye nchi ya Misri kwenda kuhemea, maana hawakujiandaa, hawakuingizwa kwenye majira ya kuzalisha. Utaona Yusufu anauza sana. Mataifa mengine ya nje yalitikimbilia Misri kwenda kupata chakula. Nini maana yake? Ni lazima ujifunze jambo hili, mtumishi wa Mungu. Kuna majira ya kukaa kwenye mfumo ili upate kuzalisha. Hayo majira yakitoweka, itakugharimu sana kuja kutafuta uzalishaji kwa muda mrefu, kwa kuwa umefungwa kwenye uzalishaji. Mkakati namba 4, kuwa na maono. Nini maana ya maono? Ni mchoro wa Mungu aliyokuandikia Mungu kabla msingi ya dunia utakuwa nani kiuchumi. Ni muhimu sana kukumbuka hilo. Mungu amekusudia na uwe nani kiuchumi. Hamleti mtu duniani bila kumwandalia uchumi. Ndio maana baada ya Mungu kumaliza kuumba vyote, ndio alifikiria kumuumba Adamu na Hawa. Kwa nini? Haumbi mtu kumleta duniani kabla hajamtengenezea mfumo wa uchumi. Mkakati namba 5, ishinde vita itokanayo na rasilimali unazozipokea. Mkakati namba 6, fungua malango ya uchumi. Huwezi kushinda vizuizi vya uchumi bila kushughulikia malango yako ya uchumi, kama ilivyo Isaya 60 mstari wa 10. Anasemaje? Na malango yako yatakuwa wazi usiku na mchana, ili upate kupata utajiri na wafalme wa nchi wapate kukuletea mali. Hayo ni malango ya kiroho, lakini vile vile ya mfumo wa masoko kifikra. Unapofikiria kuzalisha, ni lazima uwe na lugha shawishi ya kutengeneza wateja. Malango yako ya uchumi kwenye ulimwengu wa roho na wa kawaida, kabla hujazalisha bidhaa, ni lazima soko lijulikane kwanza. Na kwa sababu hiyo, ni lazima malango yako yafunguke. Yasipofunguka, utatengeneza bidhaa na itakuozea. Mkakati namba 7. Mkakati namba 7 ni maombi. Na mkakati namba 8 ni kuwekeza mbinguni. Uwekezaji wa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Naomba nianze na mkakati wa kwanza, nguvu ya kufanyika mchumi. Kuna maeneo mengi sana ambayo tunasoma kwenye Biblia, lakini tunahitaji kukaa na kutafakari ili kupata majibu sahihi. Maeneo yote yanayohusu uchumi tumejifunza kwa kuyarahisisha, kama vile ni mepesi. Kwa namna tunavyotamka ndivyo yalivyo kwenye vitendo. Hapana.
Tunaposoma Biblia inatueleza Bwana atabariki kazi ya mikono yako. Maana yake ni kwamba ili baraka zije ni lazima zikukute kwenye field work, kwenye kazi. Huwezi kuomba baraka zije una kazi. Tunaposema mkakati huu wa kwanza kufanyika mchumi ambao unaitwa kupokea nguvu ya kufanyika mchumi, maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba nguvu ya kufanyika mchumi kwa wale walio ndani ya Yesu Kristo ni nguvu ya Mungu. Kwa wale walio nje ya Kristo ni nguvu ya Shetani. Nini maana yake? Unaposoma Matendo ya Mitume sura ya 16 inasema hivi, mstari wa 16 hadi 28, watu kadhaa walimfuata yule mama aliyekuwa na pepo la uaguzi, aliyekuwa akiwapatia dawa mapepo ili watajirike. Na siku ile mama amefanya maombi, mapepo alipotoka, wale wateja wake waliotajirishwa kwa sababu ya nguvu hizo waliandamana. Kwa mtu anaweza kawa mchumi kwa kutumia nguvu za giza kama hajamwamini Yesu Kristo. Lakini mimi leo nataka niseme, nazungumzia nguvu ya Yesu Kristo. Kwenye kile kitabu cha Wakorinto wa pili sura ya 8 mstari wa 9 anasema, mnajua neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, jinsi alivyokuwa maskini ingawa alikuwa tajiri. Alifanyika maskini ili sisi tuwe matajiri. Neno muwe maana yake mfanyike. Anaposema muwe maana yake mfanyike matajiri. Kufanyika kwa lugha zingine, becoming someone, you have to receive a power. Becoming as you see, as you dream, as you saw. Nini maana yake? Kufanyika mtu fulani unahitaji uwezesho. Ukijifanya wewe kama wewe, hautachukua muda, utarudi kwenye hali yako ya kawaida. Anaposema alifanyika maskini Yesu, waliosoma lugha yeyote wanaelewa neno ili maana yake ni kufanyika. Ili tuwe maana yake ili tufanyike. Nini maana yake? Maana yake ni kwamba nguvu ya Mungu inapoingia kwa mchumi, inaweza ikaja kwa umbo ya roho ya kufanya kazi, roho ya kuzalisha, roho ya matamanio ya kuzalisha. Hiyo roho ina masharti yake. Nisikilize, na watu mlio hapo nisikilize. Wanaume, unapoona mke wako anaanza kufanya biashara, anatamani kuanzisha biashara, ama anataka afuge, ama kuuza mboga za majani, unapotamka maneno yafuatayo, unamuua. Jambo la kwanza, unanidhalilisha. Wewe ni mke wa profesa, unafanya biashara nyanya, uchafu. Unapotamka hayo maneno, yanaenda kuua hiyo roho, yanaua kabisa. Kwa nini? Unapotamani mmeo au mkeo awe mfanya biashara mkubwa, hata tokea kama uyoga, anaanza na msingi wa chini, madam roho ya kufanya kazi imo ndani yake. Iliyo nguvu ya Mungu inachipuka kuanzia kwenye vitu dogo kwenda kwenye vitu vikubwa. Huwezi kupiga makofi kama hujanielewa. Kama umenielewa, piga makofi. Kuna wanawake wanakana waume zao, wanawachimba mkwala mpaka mwanaume anaregea. Mimi mme wangu nataka nione unafanya biashara kubwa kubwa ya kwenda Dubai, hata Dar tu hawezi kwenda, hana hela. Ni kweli una hadhi. Hadhi yako na cheo chako haviwezi kutosheleza mahitaji ya ndani ya familia yako kwa nyakati zote. Kuna nyakati ambazo uchumi utayumba, kuna nyakati ambazo utahitaji mapumziko, kuna nyakati ambazo utahitaji na yeye akubebe. Anakubebaje? Na cha ajabu sasa,
umemfanya kama manager, si kama nani. Hela zote unamkabidhi, anahesabu yeye. Halafu unakuwa unachukua kidogo kidogo. Unampa milioni 10. Ulikuwa unaomba 500,000 nakupa. Laki ngapi anakupa? Hadi nabaki 500,000. Halafu naimalizia. Halafu namuuliza zilienda wapi? Anakujibu, nilikuwa naomba kidogo kidogo kupia. Halafu najibu, tumeibiwa. Hamjaibiwa. Usimfanye mkeo mmeo mtu wa kutunza fedha. Ingieni wote shambani kufanya kazi. Kwa hiyo unapokataa asifanye kazi, mumeo, mkeo, watoto wako, kwa sababu ya hadhi haitawatosheleza mahitaji yenu kwa nyakati zote. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili ni kwamba nguvu ya kufanyika mchumi huja na ujasiri. Nini maana yake? Inavua hadhi ya mtu. Jambo la pili, inabadilisha mfumo wa mtu kuwa kwenye zao la mwisho. Maana kuna mazao manne, kuna makundi manne ya uchumi. Kuna wazalishaji, wasambazaji, wabunifu na walaji. Ogopa sana kundi la 4. Ni balaa. Mkikutana tule, karibu tule, njoo tunwe hapa, njoo tule. Hakuna mtu aliyekula chakula cha bili ya 500,000 akaenda kujisaidia noti. Hayupo. Hujanielewa? Hakuna mtu aliyekula chakula cha bili ya 500,000 akaenda haja kubwa. Kila anaposhusha mizigo, bando la milioni 1, bando la milioni 3. Nini maana yake? Ukimaliza kula imeishia hapo hapo. Ndio maana kundi namba 4 la walaji ni kundi la hatari sana. Kwa hiyo tunahitaji nguvu ya kufanyika wachumi. Maana hatuwezi kutajirika bila kutoa jasho letu. Huwezi kutoka pale. Utaombewa sana, lakini utabaki pale. Huo ndio ukweli. Kwani tuwafiche? Utaombewa sana. Maana maombi yanakuja baada ya kufanya kazi, ndio yafanya kazi. Lakini maombi yote, funga na kuomba, siri sinyu sawa. Wiki nzima ndio, mwisho wa siku utasema naomba niofungulie maziwa fresh na kitu laini. Utatoa wapi? Si ndio mwisho wa siku? Gusa sasa ni kwa kwenye maombi. Maombi yako yanatuhusu nini? Je, hujajiandaa kabla hujaanza mafungo? Mkakati namba 5. Ishinde vita itokanayo na rasilimali unazozipokea. Huu ni mkakati wa kuondoa vizuizi vya uchumi. Nini maana yake? Kila mali unayoipokea, kila pesa unayoipokea, ni lazima uwe na jicho la kugundua nyuma ya vivyo vitu kuna nini. Unajisikiaje? Unapata picha gani? Kama zile fedha zinazopatikana kwenye Matendo ya Mitume sura ya 19 mstari wa 17 hadi 28. Wale watu walipookoka walitoa mali zao zenye thamani ya 50,000 kwa tafsiri ya lugha ya Kiswahili. Maana ukienda Ulindi wanatafsiri kwa franga, ukienda Marekani wanatafsiri kwa dola. Lakini 50,000 za miaka 2000 iliyopita, kwa sasa hivi thamani yake ni mabilioni ya fedha. Wale watu walichoma vitu vyao vyote. Fikiria kwamba vitu ambavyo vilifikiriwa kuchomwa ungepewa wewe ufanye biashara, ungetoboa. Lakini swali, kwa nini vichome hivyo vitu wakati ni vya Mungu? Hivyo vyote ni vya Mungu. Shetani hajaumba kitu, kwa nini vichomwe? Mali zile zilikuwa na muunganiko ya maisha ya watu na shetani. Kwa kama mtu angepewa hivyo vitu, hangebaki salama. Kwa nini angebaki salama? Muunganiko wa maisha ya watu na Mungu wao ungefuatana na yule ambaye angechukua vile vitu. Kila pesa unayoipata ukiifanya kianzio ama mtaji, kama hujajua nyuma ile pesa kuna mamlaka gani, unaweza ukaingiza kwenye fedha yako nyingine zikateketea zote. Pago ukashangaa, unaanzia pale kupromoka kiuchumi. Sio kama ndio sawa? Maana yake ni kwamba kila mtu anayekukabidhi pesa kwamba hii hapa shika, fanya biashara,
lazima uwe na jicho la rohoni la kuona nyuma ile pesa kuna Mungu yupi. Lakini kama utapata pesa na mtu aliye na Mungu mwingine, halafu akamtamka aidha kwa kumaanisha, kwa kunuia au kwa sauti ya chini, ile pesa ni kweli ni mali ya Mungu, lakini itambatana nyuma yake na mamlaka nyingine. Utakapoiwekeza itazaa, badala yake itakufa. Hiyo biashara itakufa. Kuna watu wengi sana, wengine wanashangaa, mtumishi, ilikuwaje wakati tunaanza kuomba? Tumekuwa tukiomba hata kwenye semina, ukianza kumwombea mtu mikono inaanza kutetemeka. Alipokea vitu, nyuma ya vile vitu palikuwa na mamlaka nyingine. Kwenye maombezi mikono inatetemeka, naye anakuwa hajielewi, anakuwa anairusha tu mikono, kwa kuwa mikono imebeba vitu nyuma yake. Hata unaposikia chumoleta hiji vivi inakuja nyuma ya vitu. Kwa unapotaka kuondoa vizuizi cha uchumi, ni lazima uwe na jicho la kuona nyuma ya kila pesa unayoipokea imebeba mamlaka ipi na ina nini. Na nikawatahadharisha sana kwenye maeneo yenye utata yote yaache. Niliwaambiaje kwenye semina? Unapotaka kufanya biashara, una mtaji, usimdanganye mtu. Hapa nilipo ni hali mbaya sana, nataka kufa, naomba nitumie pesa, na hospitalini, moyoni, baba nisamee, na danganye nipate hela. Unapewa 500,000, ukianzisha biashara haifiki popote, maana imetolewa kwa kusudi la matibabu, inanena kuponya. Kama unagia hiyo iache, hutafika mbali. Shida sio kuanzisha biashara, angalia sauti na mamlaka iliyo nyuma ya mtaji. Usifurahie kupata hela mtu hivi hivi, angalia yule mtu jinsi ulivyomweleza ndivyo alivyonena. Kuna watu wanazungumza uongo ili wapate hela. Ule uongo utakusaidia upate hela, lakini ile hela haitakusaidia kufika popote. Ingekuwa ni hivyo, watu wangekuwa wametajirika. Lakini wababa pia nao niseme kidogo, wababa msitengeneze mazingira hayo kwa wake zenu. Mwanamke unapomwambia sina hela ya matumizi, wakati anajua hauishiwi kwenye akaunti yako, hajui una shilingi ngapi, anaomba hiki sina, mwisho wa siku anaanza mageni. Ukienda kuoga anahesabu, kumbe kuna 200 ndani. Mwanaume ana roho mbaya huyo, anachomoa 20,000. Mbona hili imepungua? Unajua hata mimi wakati nafua niliziandika sehemu sio kama zinapungua. Kumbe moyoni haka nako kanisaidia kufanya mambo mengine. Hayo mambo achana nayo. Usitengee mazingira ambayo hayana maana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe sana. Bwana tusaidie. Kwa lazima ufahamu hayo. Kila pesa unayoipokea kwenye maisha yako, lazima uone vita au aina ya mamlaka iliyo nyuma yake. Wa mikono yako namna hii. Yesu makofi. Muongezee tena Yesu makofi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe sana. Kakati namba 4, kuingia kwenye majira ya uzalishaji. Kuingia kwenye majira ya uzalishaji. Bwana Yesu asifiwe. Naomba nikurudishe kwenye mistari niliyosoma hapo mwanzo kwenye pointi hii. Kwenye Mwanzo sura 41, swali langu liko pale. Kwa nini tunajua Mungu ni wa upendo na anawapenda watu? Swali langu, kwa nini Mungu alielezea nchi ya Misri pekee iingie kwenye majira ya uzalishaji, lakini nchi zingine hakuzielezea? Maana njaa ilipokuja,
iliyatafuna mataifa yote yaliyozunguka taifa la Misri, na mataifa yale yakaanza kukimbilia Misri kwenda kuhemea. Kwa nini Mungu alienda kulielezea taifa la Misri tu liingie kwenye majira ya uzalishaji, mataifa mengine na kuielezea? Kulikuwa na shida gani? Mataifa yaliyozunguka taifa la Misri yalijihusisha na kilimo cha mazao ya biashara na mazao kidogo ya chakula kwa sababu ya kujua. Lakini taifa la Misri lilisitisha kuzalisha mazao mengine, likajikita kwenye zao la chakula tu. Likaonekana kama lina akili, kumbe lina siri ndani, kwamba ndani ya miaka 7 ni majira ya uzalishaji. Miaka 7 ijayo hakutanyesha mvua wala umande, isipokuwa wale waliolima pamba hawatakula pamba, watakuja kwetu. Waliolima tumbaku hawatalima tumbaku, watakuja kwetu. Ni kwa nini siri hii ilikuwa kwa taifa la Misri tu? Taifa la Misri mbingu. Nani huyo? Yusufu alikuwa na muunganiko na mbingu. Ndiyo maana siri ya uzalishaji kwenye majira ya miaka 7 tu ilitolewa kwa taifa moja la Misri tu. Mataifa mengine yalikosekana. Yalikuwepo mengi sana. Alikosekana mchumi mwenye muunganiko na mbingu ili towe siri ya kutafsiri majira haya yanahitaji kuzalisha mazao haya, maana baada ya majira haya mvua zitanyesha. Nini maana yake? Maana yake ni kwamba unahitaji sana kuwa na muunganiko na mbingu. Maana kumbuka, ni kueleza jambo hili, kuingia kwenye majira ya uzalishaji kunahitaji ufahamu wa hali ya juu, unaohitaji pia Mungu mwenyewe ingilia kati. Usiwaone wenzake walikuwa mabilionea, leo hii wameferi, wamefunga, wamefrisi kama duka. Walikuwa na akili kama wewe. Uelewe hicho kitu. Kuna watu walikuwa matrionea, walifrisika, wakaparalize, wakafa na kufa. Kwa nini? Uliingia msimu ambao mazao aliyozalisha yakawa hayaleti majibu kutimiza malengo yao. Kwa hiyo bidhaa yao ikastaka, mfumo wa uchumi ukawa mgumu, mzunguko wa bidhaa ukawa mgumu, wakaingia kwenye madeni makubwa. Walikuwa wamechukua mikopo benki na sehemu zingine, wakaingia kwenye hali ngumu, maana wamenunua bidhaa ambayo haitauzika kwenye majira hayo, maana wametofautiana kwenye majira ya uzalishaji na uuzaji. Kwa hiyo kinachotuingiza kwenye mfumo wa uzalishaji, kwenye majira ya uzalishaji, ni lazima pawe na muunganiko wa kimbingu. Ndio maana taifa la Misri pekee ndio lilielezwa, zalisheni mazao tu ya chakula, msizalishe mazao mengine, maana hii miaka ni 7 tu. Baada ya miaka 7 mvua zitanyesha kwa miaka 7. Kwa mataifa ambayo tuzalisha pamba hawatakula pamba, watakuja kwetu kupata. Muulize jirani yako, mtazame kwanza, umuulize swala la uchumi, mtazame, mshike mkono wa kirafiki, muulize swali, unayajua majira ya Bwana ya uzalishaji? Wengine hata waongei, ni kama wameshavurugikiwa. Maana ukimwambia kuzalisha ni kama msamiati. Unayajua majira ya Bwana ya kuzalisha? Kuna wakati Mungu anazungumza nawe, unaweza usizalishe ukawa msambazaji. Kuna wakati unasikia msukumo ndani ya moyo, una mtaji wa 200,000 tu, unasikia msukumo wa kujiungamanisha, wa kununua dagaa kwa bei ya jumla. Unachambua zile dagaa ambazo mtu akizitafuna anatafuna ale na ugali hata kabla hajapika, maana ni dagaa zilizo safi, hazina uchungu. Halafu unachukua dagaa za 200,000 tu, ukizileta kwenye banda la uchumi wetu kama ilivyokuwa jana. Mimi nikitafuna dagaa ya kwanza, ya pili, inanishawishi. Nasema hizi ndo dagaa za kununua haraka. Sio dagaa ambayo unainunua unatamani uiteme. Halafu namuuliza muuzaji, anasema hata kama ni chumvi tutaweka maji ya kwanza, ya pili tutamwaga. Kwa kuna majira lazima ujiungamanishe na mbingu, usikie Mungu anaongea nini. Unapopata msukumo wa kufanya kazi fulani,
kufanya biashara fulani, kusambaza, kubuni, ni lazima utii, maana ile ni sauti ya Mungu inayotaka kukuingiza kwenye majira. Ukisubiri ile sauti nyamaze, ukiinuka peke yako utoboi. Kuna mtu mmoja alikata tamaa kufanya biashara. Alikuwa na ujasiriamali fulani akakataa, akasema, mtumishi, haya sio maisha, naona haifai. Kwa nini? Natengeneza mandazi, halafu yale mandazi hayanunuliwi. Yakinunuliwa ni mpaka watu ni wabembeleze, wananikopa, na wakishachukua waripi. Nikamwambia, naomba ulete andazi moja nipate kuomba. Nilete mbegu. Akaenda kuleta, kuja kulingata hivi andazi, mafuta yamejaa, kwanza yana harufu. Nikamuuliza, hivi ili andazi umelizalisha kwenye majira yapi, ya Mungu au ya shetani? Maana anayekula, mtumishi, naona tu hilo ni baya, naomba nikuletee lingine. Akaleta mwendo ule ule. Nikasema hivi, hii bidhaa siombei, kamwage. Mtumishi, huwezi kumwaga, ni mtaji. Nikamwambia hivi, umekwepana na majira ya Bwana. Mungu hakuingizi kwenye mfumo wa kuuza bidhaa ya namna hii, huo ni utapeli. Ulitakiwa upate mtu mwenye ujuzi zaidi ya kuelekeze. Ukitaka kujifunza, usijifunze kwa gharama kubwa, jifunze kwa vitu vidogo. Bwana Yesu asifiwe. Tunaelewana watumishi wa Baba? Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe sana. Unaposoma kitabu cha Mhubiri sura ya 3 mstari wa kwanza mpaka wa pili, anasemaje? Kila jambo lina wakati wake. Anasemaje mstari wa pili? Kuna wakati wa kuzaa na kuna wakati wa kupanda na kuna wakati wa kuvuna. Kwa wakati unaozungumzwa ule sio wakati wa majira ya kawaida, ni wakati wa majira ya kiroho. Kwa sababu kwenye majira ya kiroho yamegawanyika sehemu mbili. Katika lugha ya Kiingereza, waliosoma theology wanaelewa. Muda umegawanyika sehemu mbili. Kuna muda wa kijiografia unaopatikana dunia inavyojizungusha kwenye mhimili wake, unaitwa chronos. Kuna muda unaozaliwa kwa kuambatanishwa na matukio, unaitwa kairos kwa Kigiriki. Yaani unasomeka kwa matukio yanavyoamuliwa kwenye ulimwengu wa roho. Kuna saa ya kufa, hakuna mtu ajuae ila Mungu tu. Kuna saa ya kupanda, usipokaa karibu naye. Wakati Mungu anasema uvune, ndo unapanda, mnapishana. Kuna saa ya kupanda, lakini vile vile kuna mbegu inahitajika kwa ajili ya upandaji. Tunaelewana watumishi wa Baba? Wangapi wanasikia majira yao ya kupanda yamefika? Ili tuwaombe. Funika macho yako, tafakari. Usiwe na haraka, tafakari. Uyaona hayo majira. Na kama majira unaona kama hayaji, mwambie Mungu, niingize kwenye majira yako. Maana unasema kuna saa ya kupanda. Mimi sio mkulima, mimi ni mfanyabiashara. Kuingia kwenye majira nikapande, nikazalishe. Tafakari. Naomba ukumbuke, kama Mungu ameahidi kukubariki, baraka hizi zinakuja kwenye mfumo wa uchumi. Na moja ya mifumo ni pamoja na uzalishaji au usambazaji au ubunifu. Tafadhali ungamanisha fikra zako na mbinu. Yawezekana ukipanda vibaya, unawekeza sehemu ambayo sio, unapanda kwenye majira ambayo sio yenyewe. Tafadhali, kama moyo wako unamshikilia Mungu aliye juu, hebu anza kujiungamanisha kumwambia Baba, niingize kwenye majira yako. Unasema kuna saa ya kupanda. Nataka nikapande. Nataka nikazalishe. Nataka nikasambaze bidhaa. Yawezekana mimi sio mzalishaji, lakini nitasimama katikati. Nitachukua bidhaa ama rasilimali kwa mzalishaji niwapelekee wateja. Yawezekana mimi sizalisha hao ng'ombe wa maziwa, mimi nitaka kuchukua lita kadhaa za maziwa niwasambazie wateja wakubwa na wadogo wadogo.
Najua nimefanya biashara sana, nimefanya kazi za uchumi sana, lakini kwa nini sitoboi? Kwa nini sinuki? Kwa nini sipige hatua? Na umri unaenda. Sijui kama unaumia sasa na kueleza maneno haya. Maana unaweza kaingia kwenye majira ya uzalishaji. Unazalisha nje ya majira sahihi. Unasambaza bidhaa nje ya majira sahihi. Sio maana unachokisambaza kiendi. Uhitaji wake sio mkubwa kwa watu. Unakaa na bidhaa kwa muda mrefu mpaka nyingine inakuharibikia. Wakati haitakiwi kubaki wala kuoza. Wewe bidhaa yako ni ya thamani, maana ndani yake yupo Mungu anaishi. Kama ni nguo kaziuze kwenye majira yaliyoamriwa. Kama ni vinywaji ukaviuze kwenye majira yaliyoamriwa. Kama ni ufugaji wa kuku ukaufuge kwenye majira yaliyoamriwa. Baada ya kumaliza kuzalisha, na kuambia watu watanunua sana, maana umezalisha ndani ya majira yaliyoamriwa. Usisahau Wamisri walipozalisha ndani ya miaka 7 iliyoamriwa, mazao yao yalikuwa adimu. Uhitaji wa mazao ulikuwa ni mkubwa. Soko walilimiliki, walidhibiti kitaifa na kimataifa, maana wamezalisha kitu ambacho ni adimu kwa majira yaliyoamriwa. Ninaomba usimame. Naomba usimame. Naomba usimame, mtumishi wa Mungu aliye hai. Nataka niombe kwa mambo mawili, lakini la tatu ni la jumla. Hitaji la kwanza, naomba liungane na imani yako, liungane na moyo wako, kwa kumwambia Mungu kila vita iliyo ndani yako, iliyotokana na vitu ambavyo ulivipokea, iliyotokana na rasilimali ambazo ulizipokea, ilikuwa ni haki yako umepokea. Kwa semina hii na mambo haya, 2026 uwe mwaka wa baraka sana. 2026 uwe mwaka wa kuinuka na kutembea kiuchumi. 2026 uwe mwaka wa kuinuka na kuangaza kiuchumi. 2026 uwe mwaka wa kuzaa na kuongezeka. 2026 uwe mwaka wa urejesho wa kila kilichokosekana ama kilichoondolewa kwenye maisha yako kwa miaka yote. Mtu mmoja sema amina. Mtu mmoja sema amina. Mtu mmoja sema amina. Inua mikono yako kwa Mungu aliye juu. Kila mmoja mzigo wake ubebe sasa, kwa maana ya imani na mguso ndani yake. Kama vile alivyomwingiza Yusuf na taifa la Misri akaliingiza kwenye majira ya uzalishaji wa miaka 7, bidhaa adimu, mazao adimu, na ndivyo iwe kwangu. Mungu aniingize kwenye majira yake. Lakini akiniingiza na bidhaa atanieleza, maana atakuwa mdhibiti wa dira ya uchumi wangu. Jambo la pili ambalo nataka tuombe, Mungu aliye juu sana ashuke, akutenganisha na vita inayotokana na vitu ulivyopokea kwenye maisha yako. Vyenye vita, pesa ulizopokea, sasa ni mashambulizi. Na jambo la tatu, kama Mungu ashivyo, kila kizuizi cha uchumi wako kipate kutoweka. Fuatana nami kwa imani. Kama imani inaruhusu, basi fuatana nami, maana naombea maisha yako. Mimi ni sehemu ndogo sana, kubwa ni wewe mwenyewe unayeomba. Inua mikono yako kulingana na namna unavyotamani Mungu afanye kazi kwako. Yatosha kuishi kwenye vizuizi vya uchumi vinavyozaa hadi maisha ya madeni. Yatosha kuishi kwenye vizuizi vya uchumi vinavyosababisha moyo wako unyong'onyee. Yatosha kuishi kwenye vizuizi vya uchumi vinavyosababisha kuua mitaji yako. Yatosha kuishi kwenye vizuizi vya uchumi vinavyosababisha usizalishe sawasawa. Yatosha kuishi kwenye vizuizi vya uchumi vinavyoua faida. Faida unazozipata haziishi, zinakuwa za muda tu, zinatoweka. Yatosha. Yatosha. Kile hivyo yatosha kwa Bwana. Mwambie Mungu yatosha. Rasilimali fedha unazozipokea kwenye mikono yako ni nyingi sana kuliko zile zinazoteketea. Mpaka moyo wako unaumia. Haunge
kuwa kwenye level hiyo. Yatosha. Yatosha. Sijui kama naomba sasa. Yatosha. Oh. Yatosha. Oh, ndani yako Yesu anakuja kwako, anafuatilia kuona kama neno limo ndani yako na anasema yatosha. Yatosha. Oh, yatosha. Kuishi kwenye vizuizi vya kudhulumiwa haki zako. Unapata haki unadhulumiwa, kurudishiwa unazungushwa mpaka unachoka. Yatosha. 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 Unaishi kwenye vizuizi vingi mno. Miaka ulionayo haiendani kabisa na viwango ulivyokuwa unatarajia kuwa navyo. Yatosha. Umesaidia watu wengi, wamekuwa watu wa manunguniko na malawama tu. Wengine umewasaidia na yako hajakurudishia. Hadi leo wanakuzungusha na kukudharau. Yatosha. Yatosha. Endelea kukiri yatosha. Yatosha kuanzisha biashara afu nafunga duka. Yatosha. Yatosha kuanzisha kitega uchumi kinafia njiani. Yatosha. 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 Nguvu za Mungu zinashuka kwako. Na kuna watu wanapokea gari, nguvu za Mungu zinashuka kwao. Zinafuatilia neno yatosha. Zinafuatilia neno yatosha. Dorobosika. Nguvu za Mungu zinashuka kwako. Yatosha. 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 Hao waliokutesa yatosha. Waliochukua pesa zako nyingi kwa njia ya chuma ulete yatosha. 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 Waliokusanya mali zako nyingi wakakusurumu. Unachokipata hakikai. Unaanzisha biashara haiishi. Unahangaika hiki maisha yako yatembei. Yatosha. Waliokamata kibali chako, waliokamata nyota yako, waliokamata eneo lako la biashara, waliokamata kazi yako, wanaotumia kibali chako, wanaotumia nyota yako. Yatosha. 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 Wanaondoka. Hao wanatoka. Hao wanatoka, huwezi kukaa, wanaondoka. Wanaaga. Wanaaga. Ya wanaaga wanaondoka. Kila pesa ambazo umepokea kwenye maisha yako zilizobeba chuma ulete zinaondoka. Chuma ulete inatoka. Yoro inatoka. 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 Iwezi kukaa, inatoka. Inatoka. Na wana uwezo wa Bwana juu yako. Na wana uwezo wa damu Yesu. Na wana uwezo wa Kristo. Na yona nguvu ya Mungu juu yako. Yatosha. Yatosha. Watesi wako wanatoka. Watesi wako wanaondoka. Watesi wako wanahama. Wanahama. Wanaoishi kwenye tumbo lako. Wanaoishi kwenye tumbo lako. Wanaondoka. 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 Wanaachia tumbo. Wanatoka. Wanaoishi kwenye mikono yako. Waliokamata mikono yako ili mikono yako isizalishe. Ili mikono yako isizalishe. Wanaondoka. 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 Wanatoka. 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 Mikono yako inaachiwa. Inatosha. Nguvu za Mungu zinashuka kwako. Kiri neno yatosha. Hata kama ni kwa mumeo, hata kama ni mkeo, mwambie Bwana yatosha. Mateso haya mume wangu yatosha. Mateso ya mke wangu yatosha. Mateso ya watoto wangu niliowazaa kwa na hali ya namna hii kiuchumi inatosha. Kanisa letu inatosha. Kwa na hali ya uchumi wa namna hii inatosha. Haiwezekani mpaka watu wanakimbia ibada, wanakimbia wanaacha hata kuja ibadani kwa sababu ya michango. Inatosha. 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 Hayo madeni ambayo umeishi nayo, madeni ya kupokezana hayana mwisho. Inatosha. 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 Kwa jina la Yesu. Kuna watu wanafunga. Nguvu za Mungu zinashuka kwako. Nguvu za Mungu zinashuka kwako. Nguvu za Mungu zinashuka kwako. Mungu ambaye unamwambia inatosha anakuja kwako. Mungu ambaye unamwambia inatosha. Inatosha juu ya haya mateso. Inatosha anakuja kwako. Kuna watu wanafunguka. Kuna watu wanafunguka. Kuna watu wanavuka. Vita vyao vinatoka. Vita vyao vinatoka. Naona tayari. Naona tayari pale. Naona tayari pale. Adui zako nao wanapigwa. Wanapigwa. Wanapigwa na Yesu. Wanapigwa na Yesu. Hao. 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 Waliochezea pesa zako. Walioshima jasho lako. Walioshima jasho lako. Wanaokamata. Wanaokusanya. Walioshima jasho lako. Ambao wataki kuachia jasho lako. Kila unapomtengeneza zao la jasho, wanakuja na kusanya. Wanaondoka. Roho za chuma ulete zinatoka. Zinatoka hizo. Zinatoka. 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 Kwa jina la Yesu aliye hai. 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 Hiyo vita inatoka hiyo. Hiyo vita inatoka mama. Waliokutesa wanaondoka. Wanaiacha na familia yako. Wanamwacha na mume wako.
wanaachia watoto wako, wanaachia ukoo wako. Hao wanatoka. Roho ya umaskini inatoka, roho ya kutokufanikiwa inatoka, roho inatoka, roho ya uharibifu. Mali ambazo ulizipokea, pesa ambazo ulipokea zikiwa na manuizi, zikaingia na chuma ulete, hizo roho zinatoka. Waliokukamata kwa njia ya pesa, waliokukamata kwa njia ya vyakula, waliokukamata kwa njia ya kushikana mikono, unafunguliwa, unaachiwa kwa jina la Yesu. Nguvu za Bwana ziko mahali hapa. Uweza wa Bwana uko juu yako. Wewe ni Bwana. Endelea kuomba. Sijajua naomba kwa mzigo gani. Juu ya eneo la kuondoa vizuizi vya uchumi wako. Sijui naomba kwa mzigo gani. Najua wewe ndio unayepicha.